Shabiki wetu popote mlipo, nasema karibuni kwenye vipindi vyetu siku ya leo. Natumai mzima wa afya popote uliko, na karibu ni wakati ambaye tunaanza morning devotion hapa ndani ya Choco City TV, na tuko na mgeni wetu ambaye amekuwa akituletea neno kila asubuhi, ambaye anajulikana kama Joseph Olembai. Karibu sana ndugu yangu. Asante sana ndugu yangu kwa ukaribisho wako mara nyingine tena. Mwenyezi Mungu ameweza kutusaidia, si kwa nguvu wala uwezo, ni kwa neema yake. Ana Mungu kwa kuweza kutufikisha hapa, sio sisi bali ni Mungu mwenyewe. Awacha tukaweza kushiriki neno la asubuhi leo, ili Mwenyezi Mungu aweze kutubariki. Neno katika kitabu cha Isaya 60 kuanzia mstari wa 21 inasema, watu wako nao watakuwa wenye haki wote, nao watarithi nchi milele. Chipukizi nililolipanda mimi mwenyewe, kazi ya mikono yangu mwenyewe, ili mimi nitukuzwe. Mdogo atakuwa elfu, na mnyonge atakuwa taifa hodari. Mimi Bwana nitayahimiza hayo wakati wake. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wapendwa, nina furaha kuweza kushiriki nanyi neno asubuhi ya leo, katika kuwa watu wako nao watakuwa wenye haki. Mwenyezi Mungu anasema watu wake watakuwa wenye haki. Anarudi kuzungumza na kusema wenye haki wote nao watarithi nchi milele. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alikuwa anaongea na wana wa Israeli akiwaambia ati watu wake watakuwa wenye haki milele, nao watarithi nchi milele. Ni nini hicho umeshindwa kukirithi asubuhi ya leo? Ni changamoto gani hiyo ambayo unaona umeshindwa hata kuirithi? Maandiko yanasema, chipukizi nililolipanda mimi mwenyewe, kazi ya mikono yangu mwenyewe, ili mimi nitukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Mwenyezi Mungu anasema yeye ndiye chipukizi, ni kazi ya mikono yake. Sisi sote ni kazi ya mikono yake Mwenyezi Mungu. Unapata wengine siku ya leo ama siku ya leo wamefanya kuwa ya dunia kuwa ndio mambo ambayo watu tegemea, badala kutafuta huyu Mwenyezi Mungu. Wengi wao wamejitegemea hao wenyewe kwa kuweza kuwajenga hata miungu isiyojibu, kwa kuweza kuyatengeneza miungu. Wengi wameabudu manyoka, wengi wao wametaka kana kwamba wamekuwa ni kama ndio vigogo. Bwana Yesu asifiwe. Mwimbaji mmoja anaitwa Chilola amesema wamegeuka kwa vigogo. Kama wanasema umekosa mtongo, mpaka wanaitwa vigogo. Wengine wamekuwa wanyonge, wamejiona wanyonge zaidi. Kama wengine wamechukuliwa kuwa hata wanyonge zaidi. Umefinywa na wenye wako karibu na wewe, ama umefinywa na mtu juu wako na pesa. Umefinywa na mtu juu yani anajiona tu yuko. Mwenyezi Mungu anasema ni kazi ya mikono yake. Bwana, usimtafute Mwenyezi Mungu, acha kutafuta mali ya dunia. Nachoshangaza siku ya leo, tumekimbizana na pesa, tumekimbizana na mali, tunakimbizana na mashamba, tunakimbizana na pesa. Wengine wanakimbizana na mambo makubwa, kuwa na wakubwa. Kumbuka historia ya dunia, kumbuka mtu anaitwa Hitler. Alikusanya dhahabu zote humu duniani mpaka kusababisha vita vya pili vya dunia. Je, alizikwa na hizo dhahabu? Alizikwa nazo? Kumbuka wale wote wanaweza kufa wakiwa na pesa, mali na kila kitu, wamezikwa nazo? Hawajazikwa nazo. Kilichobaki ni walienda jehanamu ama walienda mbinguni? Hiyo ni siri ambayo ilifichwa. Na vile siri za mbinguni zilizofichwa, ndivyo Mungu naye aliweza kuficha kifo. Maana kama mtu angejua anakufa kesho, angesherehekea leo ili asubuhi yake amke kama amekufa. Angekula chote, hakuna starehe angeweza kufanya hapa duniani. Lakini mwisho tunakuwa mavumbi, tunarudi kwa mavumbi. Nazungumza na mtu kweli? Maana maandiko yanasema mdogo atakuwa elfu, yani baraka zitakuja 1,000. Huyo ndo mdogo ambaye ataitwa mdogo.
Ni nini Mungu amekuwekea asubuhi ya leo? Wewe ni kazi ya mikono yake? Ni nini hicho ambacho umekiona kinakufaa wewe? Ama ni nini hicho ambacho unachokifikiria ambacho kitakuja kukusaidia katika maisha yako? Kuna lingine lile la kumgeukia Mwenyezi Mungu. Biblia inasema katika Mathayo 6:33, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mengine yote mtazidishiwa. Wengi wametafuta kwanza pesa, wengi wametafuta mali ya dunia. Ndugu na ndugu wameinukania juu ya shamba, mtakufa mtaacha. Mwingine wameamkania juu ya mali ya kurithi, utakufa mtaacha. Je, ni legacy gani utaacha? Ni nini utakachokumbukwa nacho hapa duniani? Ni ile watakuwa wanasema kwa historia ukikufa alikuwa mzuri, lakini wengine kule wanalia akisema alikuwa mbaya, alinifanyia hivi. Jamani, bora tusimgeukie Mwenyezi Mungu. Neno linasema wasamehe wote. Ni nini hicho umefanyiwa ambacho umeshindwa kusamehe wewe? Baraka zimekosa kuja kwako maana umekosa kusamehe. Ndugu yangu, asubuhi ya leo, dada yangu, ni nini hicho kigumu ambacho unakipitia umeshindwa kuachilia? Vile unavyoshikilia watu katika roho yako ndivyo baraka zinavyokutoroka. Maana Maandiko anasema sisi sote ni kazi ya mikono yake Mwenyezi Mungu. Kama Yesu Kristo aliweza kufa msalabani akasema, Baba wasamehe maana hawajui wanalolitenda. Alifika kifo. Mtumishi Stefano alipomuona Yesu mawinguni, mbingu zilifunguka zikamkubali, akamuona Yesu akiketi katika kiti cha enzi, akasema, Baba wasamehe, usiwahesabie hii makosa. Ni nini hicho umefanyiwa ambacho umeshindwa kukisamehe? Ni mambo magani hayo mazito umefanyiwa duniani? Baraka zako zimekosa juu ya msamaha. Nenda ukageuke na ukawasamehe, ili baraka zako Mwenyezi Mungu atakapoziachilia zisikwame, bali zikuje kwako. Yesu Kristo alikuja akafa msalabani na tukaweza kupata ukombozi. Kisa na maana alitangaza msamaha. Alipofunza wanafunzi walipomwendea wale mitume 12, akawaambia, Bwana tufunze kuomba. Aliwaambia, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utusamee makosa yetu kama tunavyowasamea na sisi walio tukosea, ili Mwenyezi Mungu akusamee na awe samehea wenzako. Mwanadamu ndio kielelezo ama ndio waraka wa kusoma. Ukisamehe naye Mwenyezi Mungu ataweza kusamehe. Asubuhi ya leo ni msamaha tu ningependa kuongelelea. Ni nini hicho? Ni nini hicho ambacho umekiweka zaidi kwako ndani ambacho umeshindwa kusamehe? Nilipogundua neno msamaha, niliwasamehe wale wote walikuwa wamenikosea. Nilijaribu hata kama sikuwaambia kwa midomo, lakini nilijaribu kumwambia Mwenyezi Mungu wasamehe. Nimetendewa mengi, nimefanyiwa mengi, lakini si ya kusimulia, si ya kufikiria. Maana nikikuja kufikiria katika maisha haya dunia, nitakuja kukosa baraka zangu, ama nitakuja kupitia njia ambazo zitaninyima mimi kuendelea katika maisha. Ndugu yangu, dada yangu, asubuhi ya leo, wacha Mwenyezi Mungu akulinde na akuongoze. Wacha Mwenyezi Mungu aanze na wewe na amalize na wewe. Maana anasema kwa wakati wake itatimiza ukifika. Wacha tuweze kushukuru na kuomba. Mwenyezi Mungu mfalme, muumba mbingu na dunia, tuko mbele zako kwa ajili ya wema na fadhili zako. Asante kwa ajili ya neno lako Mwenyezi Mungu. Umetufunza ya kuwa mfalme wa ajabu, tutakuwa taifa mfalme wa ajabu. Utakalolijenga na kulitoa ndani ya mioyo yetu mfalme wa ajabu. Utaweza kutupanua mfalme wa ajabu. Utaweza kutuongoza kwa utukufu wa jina la Yesu. Asubuhi ya leo Mwenyezi Mungu, mfalme wa ajabu, ni kwa ajili ya wema na fadhili zako. Mwenyezi Mungu, tusamee makosa yetu mfalme wa ajabu, ili tukaweza kukubalika watoto mbele zako. Sifa zako, heshima na utukufu na mamlaka zitazidi kwa pamoja nasi. Kwa jina safi la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Ndugu yangu, dada yangu, nakutakia mchana mwema hapa Choco City TV. Mungu akulinde. Amen.